Kaka, kwenye Biblia kuna dhambi mbili tu za kukimbia. Dhambi ya kwanza kukimbia brother ni zinaa. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 18. Ikimbie ni zinaa. Dhambi ya kukimbia brother ya pili ni ibada ya sanamu. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 10. Ikimbieni ibada ya sanamu. Sasa kutokana na swali lako, hata tukuzungumzie zinaa brother. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali sura ya 6 mstari wa 32 kwamba mtu azinina mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo atakaweza kumwangamiza nafsi yake. Popote unapozungumzia mwanamke basi na mwanamume, maana na mwanamke na zina mwanamume pia hana akili kabisa brother. Sasa sikiza kwa makini, nikwambie kitu kimoja. Makanisani tuna wanawake na wanaume ambao ni machizi, ni vichaa, wamekalia mabenchi. Kila Jumapili yupo lakini kichaa. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu Biblia imesema kwamba mtu yote azinina mwanamke hana akili kabisa. Kwa hiyo haijalishi wewe ni nani, ni askofu, ni mchungaji, ni nani, kama lazini manake huna tofauti na kichaa anayeokota makopo kwenye majalala au anayekula matunda machafu kwenye jalala. Kwa nini nasema hivyo brother? Kwanza brother, anaongea kwa uchungu sana, kwa sababu wako wengi ambao wamesema wameokolewa lakini hawana akili kabisa kwa sababu ya zinaa. Yaani mtu anaambiwa hana akili kabisa, yaani maana hata ndogo ya kuazima hana. Sasa bora hata kichaa anayokota makopo barabarani au kwenye majalala anakula kuliko kichaa wa kanisani. Sababu kichaa barabarani anakota makopo tu lakini yeye hajazini. Umeona? Lakini kichaa wa kanisani brother anahudhuria ibada zote, lakini mzinzi kama yeye hayupo. Zinaa ni mbaya sana. Zinaa unaweza ukatubu lakini toba yake ni ngumu sana, unaweza kuitafuta kwa machozi usipate. Daudi ilimlazimu miaka 7 apambanie tu hiyo zinaa kuweza kupata toba hiyo, kupata msamaha wa hiyo zinaa. Ukisoma kitabu cha Zaburi 38 inazungumzia yaliyompata makubwa, aliugua kama vile mtu ambaye ameugua ukimwi nyakati za sasa kwa sababu ya zinaa brother. Zinaa ni mbaya sana. Aliyeunganishwa na Kaaba ni mwili mmoja na Kaaba, aliyeunganishwa na Kristo mwili mmoja na Kristo. Baada yani ni jinsi ya kuweza kuizungumzia zinaa ni uchafu zaidi ya kinyesi. Ni uchafu zaidi ya kinyesi brother. Dhambi ya zinaa ni mbaya sana. Umekuwa mtakatifu, umekuwa msafi, tena unarudi kwenye zinaa kaka. Maana yake moja kwa moja wewe unatoka kwenye nafasi yako uliyokuwa nayo, inapokonywa ile nafasi. Yusufu kilichomfanya aweze kutawala kuwa waziri mkuu Misri kwa sababu aliweza kuikimbia zinaa. Hakuweza kuichekea wala kuikemea kwamba yeye ni wakuloa sana, yuko rohoni sana, aiseme kwamba wana kwa jina la Yesu Kristo zinatoka. Alikimbia uchi nje. Pote ya pote, hata kama nimeenda nani gerezani haijalishi, mradi nimekimbia zinaa. Mwisho wa siku akawa waziri mkuu. Kwa hiyo zinaa ikakutoa kwenye position ulionayo, ikakutupa nje kwa mtu wa kawaida tu. Una utukufu tena wa Mungu sababu ya zinaa. Ikimbie zinaa. Japokuwa kuna watu watanipinga, watasema brother, watasema zinaa ni tamu. Hivi kuna utamu gani? Tendo la dakika 2, dakika 5, ukishamaliza pale unajiona wewe ni mjinga, mko uchi wote. Mkijiangalia kila mmoja anaanza kumlaumu mwenzake kwamba yani wewe ndio umeniangusha mimi. Anajutia. Kwa nini? Sio kitu kizuri sana. Ni kitu kibaya zaidi ya ubaya unaweza kuzungumza. Mungu amesema kwamba ikimbie ibada ya sanamu, ikimbie zinaa. Zinaa sio kuchekelea kaka. Zinaa ni ya kukimbia brother. Mwenye masikio na asikie katika jina la Yesu. Amen.